Kwa majina naitwa Damas Geoffrey, mimi ni mtaalamu wa maabara kutoka Hospitali ya Kanda ya Rufaa Bugando, kitengo cha maabara, nikiwa natokea section ndogo ya serology. Leo tuko hapa kwa ajili ya kueleza baadhi ya vipimo mbalimbali ambavyo tunavitoa katika kitengo chetu cha maabara, hasa upande wa serolojia. Katika upande wa serolojia tunavyo vipimo vya aina mbalimbali ambavyo tunapima. Kimoja wapo tunapima kipimo cha nzio, alimaarufu kwa jina la allergy. Katika upande wa allergy tunaangalia kama kuna reaction ya allergy mbalimbali vinayotokana na vyakula mbalimbali, hali ya hewa, miti mbalimbali, ambao kwa njia moja au nyingine kama mtu akijikuta ametumia hivyo vitu vikamletea reaction, basi tunaweza tukapima na tukaweza tukagundua ni aina ipi ya chakula ambacho kimemletea reaction, ambao tukagundua na kuweza kumshauri mgonjwa namna cha kufanya. Lakini sambamba na hilo tuna lead pia na sampuli ambazo tunaweza tukagundua vimelea vya aina mbalimbali ya wadudu ambao vinaweza kupatikana. Kwa mfano tuna lead pia tunaweza tukapima HIV kupitia sampuli za wagonjwa, lakini mbali na hapo tuna lead na kuweza kupima kugundua homa ya ini kama mtu ana maambukizi ya hepatitis B au C, tunaweza tukaigundua pia kupitia sampuli ya damu ambayo tunaweza kuchakata mpaka inafikia mchakato wa kutoa majibu yetu. Lakini sambamba na hilo tunavyo vipimo vya aina mbalimbali. Tuna kipimo kinaitwa toxoplasma tunakifanya pia kuweza kuangalia kama mtu ana maambukizi, lakini mbali na hapo tunafanya kipimo kinaitwa cytomegalovirus kama kuna virus ambayo inaweza kusababisha pia hata sometime abortion kwa kina mama, tunaweza tukadili nazo hizo vipimo. Lakini pia tuna herpes simplex virus ambayo ni baadhi ya virus tunaweza tukagundua kupitia vipimo vyetu ambavyo tunavifanya. Lakini sambamba na hilo tuna vipimo vinaweza kugundua bakteria baadhi. Moja wapo ya bakteria tuna kitu kinaitwa Cryptococcus species. Tunaweza tukam-identify ambaye anashambulia sana uti wa mgongo pamoja na ubongo kwa baadhi ya watu, tunaweza tukagundua kupitia vipimo vyetu. Lakini sambamba na hilo tunapima pia kama mtu ana maambukizi, ana kaswende, tunaweza tukapima kwa kuchakata sampuli yake mpaka kutoa majibu katika hali ya ubora ambayo inathibitika kimataifa. Lakini mbali na hapo tunapima pia homoni mbalimbali ambazo zinaweza zikapelekea mtu akawa na shida, hormone imbalance tunaita. Kwa mfano kama kina mama wanaweza kupata hormone imbalance akashindwa kupata mtoto, pia tunazipima. Hizo ni baadhi kuweza kugundua ni hormone zipi zimepelekea asiweze kupata mtoto. Pia sambamba ndio inaendana na hormone za upande wa kina baba. Pia tunaweza tukachakata baadhi ya hormone tukagundua huyu baba ameshindwa kupata mtoto kwa sababu ya hii, na tukamsaidia njia mbalimbali mpaka akaweza kupata mtoto. Lakini mbali na hapo tunadili pia na vipimo vya moyo. Kuna baadhi ya homoni ambazo zinahusiana na magonjwa yanayosababisha shida kwenye moyo. Kwa hivyo pia tunavifanya na kutoa majibu ambayo ni quality na ya kisasa zaidi kwa kutumia mashine zetu za kisasa na bora ambazo zimethibitishwa. Lakini sambamba na hicho tunapima pia magonjwa mbalimbali yanayohusiana na uzazi. Mfano mtu amepata abortion, anakuwa anapata current abortion, mara kwa mara mimba inaharibika. Tunaweza tukagundua ni sababu zipi zimepelekea mimba yake kuharibika kwa kutumia vipimo vyetu ambavyo ni bora, ambavyo vimethibitishwa kimataifa kwa kulingana na miongozo ya kimataifa. Lakini mbali na hapo pia tunaweza tukapima kugundua kama mtu ana viashiria vya uvimbe ambao tunaweza kupelekea wakasuspect kwamba huyu mtu huenda akawa na kansa au uvimbe ambao umepelekea kwenda kwenye kansa. Kwa hiyo baadhi ya vimbe mbalimbali tunaita tumor markers. Hivi vyote tunaweza tukavipima kwa kutumia sampuli za wagonjwa ambazo ni damu, na tukaweza kutoa majibu katika hali ya ubora wa kisasa kabisa. Lakini mbali na hapo pia tunapima tezi dume kwa kina baba. Kama mtu ana vimelea ambao tunashiriki kwamba ana kiashiria cha tezi dume, tunaweza tukapima kwa kupitia sampuli yake ya damu na tukaichakata tukatoa majibu katika hali ya ubora na kumshauri kipi cha kufanya, na kama atakuwa hajafika stage mbaya basi anaweza kaingia kwenye upande wa matibabu kwa haraka zaidi na kwa majibu ambayo yanatoka kwa muda mfupi. Lakini sambamba na hilo tunatumia pia sampuli za haja kubwa ambazo tunaweza tukapima tukagundua kama mtu ana vimelea ambavyo vinasababisha madonda ya tumbo. Tunaita Helicobacter pylori. Hawa ni bakteria ambao kama mtu amewapata kupitia labda contaminated food, anaweza akajikuta wakamsababishia perforation kwenye stomach na mwisho wa siku akapata vidonda vya tumbo, hizo stomach ulceration au duodenal ulceration. Pia tunaweza tuka-identify kwa mapema na mtu mgonjwa akaweza kuanza matibabu yake kwa urahisi. Lakini pia tunachakata sampuli mbalimbali kama urine ambao ni mkojo, tunaweza tukapima kugundua kama mtu ana ujauzito ambao tunaweza tuka-identify kwa njia moja au nyingine. Basi hivyo ni baadhi tu ya vitu vichache ambavyo sisi kama wataalamu kutoka upande wa maabara kuu hasa kitengo cha serology ambacho tunalinazo katika upande wa upimaji. Asanteni.